Hizi wiki mbili zimepita, tumekuwa tukiangalia vitu yenye ni important kwa anybody anatumia WordPress. Kwanza, kitu moja unafaa kujua ni unafaa kuautomate most of the processes ndio users wako wasipate just enter the extra data. Na leo naenda kuonyesha some of the secrets ama siri zenye unaweza tumia kucapture the hidden user data, alafu hiyo inaweza kusaidia hata kufanya some of your decision, kama ni biashara, kama ni target market ni Kenya, Uganda, Tanzania ama any. So kuanzia once ume login na click then na create form ya kwanza. So hii form acha tuniite hidden user data. Alright, so kwanza na hii naenda create kutumia blank form template. So the first thing naenda kuweka ni name na email, then the rest naenda kutumia hidden field. So naanza hidden field ya kwanza. Kitu ya kwanza nitaka tu capture ni IP address. So ku capture IP address unaenda the hidden field. Hidden field ni part of the fancy fields zenye iko kwa basic license ya WP Forms. Then unaenda hapo kwa advanced, click on data view, then una search IP address, user IP. So hivyo ndo ku capture hiyo IP address. Kwa mfano nikisema ni save hii, niseme jina ni Mike, alafu seme test@gmail.com, alafu ni submit. So as soon as nikisubmit, ni submit, alafu nifungue hapo, then niingie kwa Gmail, definitely itakuja kwa inbox. So ukiangalia kwa inbox ndio hii imecapture IP address yangu, imecapture kila kitu. Na juu entries zinakuwa stored kwa basic or high license ya WP Forms, tunapata kuja kuangalia ndani ya hiyo entry, unakuja hapa imecapture name, imecapture email, alafu imecapture hiyo. So ya pili, saa zingine ungetaka kucapture the user data. For example, kama target market yako ni East Africa, Kenya, Uganda na Tanzania, na ungetaka kujua msee ametoka Kenya, Uganda, ametoka TZ. The best way venye msee unaweza fanya ni unaweza tumia geolocation kucapture the user data. Ama ukitaka so kwa hiyo number one, unafaa ku make sure that umeinstall na kuactivate WP Forms Pro license, hiyo ndio unahitaji. Na once uko na WP Forms Pro license, unaenda hapo kwa WP Forms, then unaenda kwa add-ons. Ndani ya add-on una make sure the geolocation add-on iko install and activated kwa site yako. So once hiyo imefanyika, so ku capture the geo data, unakuja kuweka sema another hidden field. Hii nataka tu data ya msee, so acha niite tu geo data, then unarudi hapo kwa advanced na click on default, then unatafuta hapo entry geolocation, una save hiyo, then na preview. So as soon as to preview hii, tuseme Mike Kipruto, then tuseme test2@gmail.com. The moment nikisubmit, alafu nikuja ndani ya notification, ndo hii imekuja hiyo. So unapata ndo hii geo data yangu. Mimi niko Nairobi, hapa Nairobi County, KE Kenya, alafu inakupatia the longitudes na the latitudes. Of course with these details unaweza fanya the targeted campaign. For example, kama biashara yako uko Nairobi, msetu unaweza target our clients, like unaweza run ads specifically within your locality, ama you have the email and all that. So once tumecapture hiyo, nyingine ya tatu kitu nataka tu capture ni user ID. So kwa user ID nenda kuongeza another hidden field, alafu hii ni user ID. So kwa user ID kuna vitu mbili ningetaka kusema. Number one, sema kama unafanya sales ama wewe ni IT manager kwa in charge ya group yenye ya kampuni mnafanya sales. Saa zingine ungetaka kujua ni user yupi mwenye ako logged in na hutaki kujua jina ama nini. Maybe unataka tu kujua ID ya huyo msee. Na so ukitaka kufanya hivyo unaitumia tu the hidden field, then unaenda kwa advanced, alafu unakuja hapo kwa default na search tu user ID, ndio hii. So your smart tag ina capture the ID ya huyo user mwenye ako logged in. So una save hii, alafu una preview, unakuja kurudi Mike kisema Kipruto, then useme test3@gmail.com. So after that tunakuja tu ku submit. So as soon as you submit, acha tu niende kwa entries na ndio hii. Then nikuje kwa hiyo, then tukuje tu view. So tukikuja hii unaangalia imecapture ID1 na kila kitu imekuwa poa. So pia nyingine, saa zingine ungetaka kucapture hiyo journey ni user alifanya kwa site yako. Hii
WP Forms Pro or higher license inakuanga na add-on inaitwa user journey add-on, na hiyo user journey add-on ina capture the journey amechukua kwa site yako. Sema once ameingia kwa site yako, amebrowse page kadhaa, after amebrowse page kadhaa, hapo sasa anakuja kufill hiyo form na kusubmit. Hapo ndo unaweza angalia user journey data. For example, sema nitoke hii, after nimetoka hii niende contact us page, sema niende form page hiyo, nirudi hii, after nimerudi hii, so acha tu ni embed hii form, acha ni embed kwa existing page, acha nione page gani haina, I think contact us form haina, so nakuja kutafuta hapo contact us, then nasema add to the page, unakuja tu kuselect hidden user data, inafaa kwa hiyo, una submit, tuna view hiyo form page. Sasa nataka tu move kwa hii site, tumekuja hapa, tumekuja hii, alafu naenda contact us, naenda kufili sasa kwa contact us mike.kipruto@gmail.com, then we hit submit. As soon as tukihit submit na tuseme tukuja to view entries ya hiyo, utakuja kuangalia ni test 4, then tunakam ku view. So hapa unakuja kuangalia kitu moja, ndio hii user journey data venye inakaa. So unaangalia number 1 at 9:52, kwanza the whole ili take over 8 steps na 45 seconds ku submit. So nilikuja contact us, nikarudi kwa contact us, nikaenda homepage, nikaenda contact us, nikaenda newsletter, venye tu nimekuwa nikinavigate. So details kama hii inakusaidianga kuoptimize for kitu kama SEO. Kwa saa zingine you can notice some of the pages ina performs better than the rest. Na pia hii details about the duration kama 2 seconds, 9 seconds and all that, pia itakusaidia kufanya kitu inaitwa optimization. So kama site yako ni slow, unaweza optimize. Because sometimes maybe something may not be good. Ama another thing pia hii kitu inaweza kusaidia ni unakuwa careful in positioning your form. So ukitumia hii pamoja na the form analytics, nakumbuka kuna video tuliangalia on form analytics. So be sure kuangalia kwa YouTube channel yetu, uangalie hizo video ya form analytics vile inakaa. So ukirudi hapa kwa entry, ukirudi hapa kwa all forms, so kulikuwa na hii form analytics, ziko interaction and all that. So ama ukihover ndio hii analytics, utaenda kuangalia video yetu ya form analytics. For hii video I will not really get the chance to go back to that. Alafu kwa the same chani kujeni edit hiyo form yenyewe kwa the same venye umeangalia hiyo inakuwa stored within the entry page, unaangalia hapa. But saa zingine ungetaka hiyo details ziko kwa email. So ukitaka ikuje kwa email, unarudi hapa kwa builder, alafu unaenda settings, then unaenda kwa notification, alafu unaenda kwa message, unaenda hapa chini, then unakuja ku search to user, alafu unasema journey. So ni entry user journey, then una save it. After ume save it, sasa kitu mimi nataka nifanye, nataka nipate hiyo data yote. So nakuja hapa, naenda kwa newsletter, nakaa kidogo. Alright, naenda kwa form pages, alafu narudi kwa contact us page. Nakuja kusema Mike Kipruto, ni test, acha niseme 10@gmail.com. So after nime submit, hapa nakuja kurudi kwa notification, nakuja kureload. So it should be the last submission ndo hii. So ukiangalia hii ni journey yote inakupatia. Unaangalia ilianza kwa home, ikaenda newsletter, ikaenda form pages, na ikafanya contact us. Na all that process ilichukua 20 seconds. So hii utakuja kuangalia kama customer maybe amependa content zako za website yako, then akakuja kufill form. So inakuanga very important kujua hizi details, because the moment ukijua about the user journey kwa site yako, it is easier for you to optimize resources ndani za site. So next week kitu nitakuja kuangalia ni whole mse unafaa kujua kuhusu the entries ndani ya WP Forms. For example, view the entries. For example, kama unataka kwenda kwa settings, sema unataka kuhide, kama unataka kuonyesha function, kama unasema layout ikuwe compact, kama unataka ikuwe compact view, kama unataka ikuwe maintain ukitaka kuprint, na ukiprint ukicheza tu na layouts, kama una hide ID, unasema nataka entry date, vitu kama hizo zote. So next week nakuja kuangalia hizo in details. So that is the main reason why you should be subscribed na ufollow us kwa TikTok, and we will be glad. So asante, see you next time.